Yeah. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia YouTube channel yangu ambayo inaenda kwa jina la Iromdhama, finya alama subscribe, finya alama ya kengele, ulike na ucomment. Ukisha comment pale nitareply ile comment yako, alafu nitazingatia unachoniambia. Yeah. Leo nilikuwa naongea siri nzito sana kuhusu mambo ambayo nayafikiria. Hiyo ni kulingana na mimi. Kwa kama kulingana na wewe utaniambia pale comment section. Yeah, watu wamekuwa wakiuliza Mungu wako saidi. Yaani Mungu anaishi wapi na mbona haonekani? Yeah. Sasa mimi leo nataka nielezee kwamba kuna vitu ambazo nazijua kulingana na mimi na kulingana na uwezo wa kufikiria. Yeah. Kama unakumbuka mwanzo Genesis, yeah. Wakati Mungu anaumba ulimwengu, alimpa vitu vyote, alafu ikafika sehemu akasema tuumbe mtu mfano wetu. Yaani tuumbe mtu mmoja anafanana na wao. Wakaumba binadamu nini, lakini ikabakia sasa hana uhai. Sasa pale ndo Mungu akampatia uhai. Sasa huu uhai, na ukisoma Bible unasikia kwamba ukiona mwenzako ni kama umeona Mungu. Mwenzako ni Mungu. Mungu ni mfano, yani binadamu ni mfano wa Mungu. Sasa tunakuja kuingia kwenye mchakato mzima. Wakati mtu amekufa, unasikianga huyo mtu yani ametuacha. Sasa mimi chenye huwa sasa katika tafakari nzima huwa naona Mungu anakuanga ndani yetu. Kivipi? Mungu anakuanga ndani yetu kama roho, kama uhai. Unasikia umewafanyia mtu mabaya, unasikia Mungu atakuona. Mungu tayari wa pale ameona. Tayari, kwa sababu Mungu yuko ndani yetu. Wakati mtu anapokufa ama kufariki, Mungu ndo unakuanga umejitoa. Maana ule Mungu ndo roho yenyewe sasa. Ushaona? Lakini sasa akili ni ya binadamu. Anasikia Mungu ni binadamu, lakini binadamu sio Mungu. Sasa swali linakuja, kwa nini Mungu ni binadamu na binadamu sio Mungu? Kwa sababu Mungu ameingia katika mwanadamu kupitia roho, ambayo roho ikitoka mwanadamu anakufa, lakini akili ni ile ile yako. Kwa hivyo Mungu ako pale, yani kama venye unawekanga data on. Sasa Mungu yeye anakuja anakuwekea uhai. Sasa ile uhai sasa unaweza fikiria, lakini akili ni ile, mwili yani mwili ni ule walitengeneza, lakini yeye anaingia ndani. Ndio unasikianga katika nyimbo, most of the songs za Catholic, unasikia sijui moyo, sijui usifuate nini, sijui kuna wimbo unasema usifuate mambo ya mwili. Maana mwili uko, lakini roho iko ndani yake kama Mungu. Ina maana Mungu mwenyewe ndo alijigawanyisha watu wote. Mungu yeye mwenyewe ndo alijigawanyisha. Akaingia pale kama roho, kama uhai, lakini si kama mwili. Sasa mwili unafanya vitu vyake, lakini Mungu yuko pale ndani. Hiyo kitu unakuanga iko hivyo. Sasa wakati mtu amekufa, huwa Mungu ameacha ile nini. Na Mungu sasa wakati Mungu aliumba binadamu wa kwanza, hao wengine hakuumba, alipatia wanadamu. Ndio nasikianga wanaitwa co-creators. Waendelee na ile mambo ya yani kuumba binadamu wengine Sasa wakati mtu amekufa, huwa ule umungu umetoka ndani ya mtu. Ule mtu, kwa sababu mwili wewe ukajiendesha wenyewe, zile vitu zinakufa. Ndio nakujanga unakuta kama saa hii akili inakumbuka kila kitu. Hasa inamaanisha huyo mtu angeendelea kuishi, angekumbuka vitu mingi sana, angeendelea kuwa na maadui wengi sana. Maana sasa ule Mungu unatoka ndani yake, alafu panazaliwa mtu mwingine fresh. Ndio watu wanasubiri ati ulimwengu uishi. Inakuwa ni ngumu sana ulimwengu kuisha. Maana utakuta ule mtu akienda akiona uti ule nini, yani ile roho, ule uhai wa kufangi kabisa. Mtu anakuambia sijui uhai wa kufangi, unatoka unaingia kwa mtu mwingine. Ndio maana ancestors, mababu za kitambo walikuwa wanajua hizi vitu. Ndio maana walikuwa wana rename. Wanampatia mtu fulani anakaa fulani, wanampatia jina ya ukoo, kwa sababu hiyo ni ule mwili umezeeka nini, na ile akili Mungu anataka ifute kabisa. Sasa ule Mungu unatoka na huko ndo kukufa. Kifo, sasa kifo inakuja kuleta maana halisi ya kifo. Kifo ni ule Mungu kutoka ndani ya mwili unatoka.
Maana unaweza kuona mtu ameumia kabisa, unaona huyu ana deserve nini kufa huyu, lakini hajakufa kwa sababu ule Mungu hujatoka. Unasikia sasa hata mtu akitaka kuue na Mungu hajaweka tiki, unakuta ni ngumu sana kufa. So hiyo iko vile. Mungu ako ndani yetu kama uhai tayari. Na ndio maana wakasema tuumbe mtu kama sisi wanafanana. Wakaomba mtu wanafanana naye na wakatoka enyewe wakaingia. Shaona. Sasa hiyo iko vile. Sasa mimi nimeelezwa katika ukifuata hiyo maelezo sana katika vitabu vya Kikatoliki hivyo na hivi vingine. Shaona. Hizo zinakuanga next video nitakuja kueleza kuhusu mambo ya three trinity, ule muungano mtatu, ule utatu mtakatifu. Nitakuja nielezee, maana kuna watu wengine wanasema sijui ukifanya hivi, sijui ukifanya hivi. Shaona. Na wakati binadamu alikuwa yuumbwa, hao watu walicommunicate kati ya Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na watu walifanya kazi. Hapa sasa tukiguza hapo, unajua hapa ina maisha akili ndio kila kitu. Sasa huyu ndo akakuwa Baba, huyu akakuwa Mwana, huyu akakuwa Roho Mtakatifu. Mwana mlimuona alikuja kama Yesu akakomboa kila kitu, akafa kwa ajili yetu, akafufuka. Naye Roho akakuja ako na sisi. Sasa huyo Roho sasa ndo alikuwa anaelezea sasa. Shaona. Sasa Mungu huyo Mungu sasa ndo ule most powerful katika the Holy Trinity, katika utatu mtakatifu. Yeye ndo huwa most powerful. Ndio nasemekana hata ulimwengu utakapoanza kuisha, Yesu ajui ni lini. Mwenye anajua tu ni Baba. Roho ajui, Yesu mwenyewe ajui, anasubiri. Sasa Baba, sasa si hao watu wana jina la Baba, la Mwana hivyo. Nitakuja kuelezea kiundani zaidi. Cha sahihi kukusini kuendelea kusoma Bible na ujue Mungu yuko ndani yetu. Mungu ni sisi, lakini sisi sio Mungu. Kwa sababu Mungu yuko ndani yetu ndio maana sisi ni Mungu, lakini yeye mwenyewe sisi hatuwezi kuwa kama yeye, sisi tuko na mwili. Yeye kwa kila mahali. Kama kuna misunderstanding yote, utataka unicorrect, ingia pale kwa comment section na ulike, hata kama imekuudhi like, alafu pale kwa comment section utaniambia everything. Thank you.